tunalibariki jina lako, mfalme wa amani. Asante kwa pumzi hii ya uhai ambao umetupa Bwana. Karibu tena Roho Mtakatifu, useme na sisi, tufundishe sasa na mapenzi yako. Fungua fahamu zetu na akili zetu Bwana, tale na maandiko yako, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mtu aseme amen. Haleluya, 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 Amen. Warumi sura ya kwanza mstari wa 28. Warumi 1:28 nasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Unapoona neno linaongelea fahamu na mahali pengine linaongelea akili, ujue kuna swala zima la maarifa linahusika hapo. Soma tafsiri za Kiingereza kwenye New International Version. Ile neno walikataa kuona Mungu katika fahamu zao, anasema they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God. Hawakuona kama ni thamani, kama ni kitu cha maana, kama ni kitu muhimu, kama ni kitu kikubwa, kama ni kitu cha msingi. Anasema to retain the knowledge of God, kupata maarifa ya Mungu na kuyatunza na kuyaweka ndani yako na kuyahifadhi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuko bado kwenye somo lile na bado tuko kwa Gideon, hatujatoka kwa Gideon bado. Na tumekuwa na mfululizo wa somo linalosema Mungu anakuhitaji wewe kufanya kitu duniani. Amen. Amen. Na kama sijakosea leo ni Jumapili ya 3. Sasa Mungu hafanyi kitu na mtu duniani bila kuwa na maarifa fulani juu ya eneo ambalo anataka kufanya nalo kitu. Lazima kwanza mtu atapata maarifa fulani. Mungu atampa mbinu, atampitisha kwenye njia fulani. Atapata training mbalimbali ili kuja kuwa vile ambavyo Mungu anataka mtu awe, then ili Mungu amtumie mahali ambapo anataka kumtumia. Ni sawa sana taasisi yoyote haiwezi kumwajiri muhasibu ambaye hana maarifa ya uhasibu. Hamna kituo cha afya chochote hospitali yoyote ambaye anaweza kumwajiri daktari ambaye hana maarifa ya udaktari. Amen. Amen. Hawezi akaajiliwa engineer au kampa ramani yako mtu ajenge ambaye sio fundi. Lazima awe na maarifa ya kitu husika ili aweze kutumika mahali husika. Kwa kabla Mungu hajamtumia mtu kwenye eneo fulani, anatafuta kwanza kuona kama kuna maarifa ya kwake ndani ya huyo mtu yanayohusiana na eneo fulani. Ndio maana hauwezi kuona kesi afu kajichagulia mtu yote tu kumpeleka mahakamani na kutetea kesi yako. Lazima utaenda kutafuta wakili kwanza, mtu aliyepita shule ya sheria, akapata na kufaulu sheria, akapata na cheti cha uwakili, ndiye anayeruhusiwa kusimama mahakamani na kutetea kesi yako. Hasa kumchagua mtu kwa sababu si kila mtu ana maarifa yanayohusika na jambo ambalo anataka kulisimamia. Biblia inasema walipokataa kuretain maarifa ya Mungu ndani yao, Mungu akawaacha wafuate akili zao zisizofaa, wakafanya sio wapasa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kile kitu ambacho watu wanakitamani kinaamua watu wanachokitafuta. Kitu ambacho mtu anakitamani ndicho kitakachomwamulia yule mtu atafute kitu gani. Kwa hiyo unaweza ukatambua kitu mtu anachokihitaji kutoka kwenye jambo analolitafuta. Ndio maana mtu anataka kuwa daktari anaenda kusoma kozi ya daktari. Anataka kuwa mwalimu anaenda kusoma degree ya walimu. Anaenda kuwa mhasibu anaenda kusoma degree ya uhasibu. Kwa hiyo kile anachokihitaji mtu ndicho kinachoamua atakachokitafuta. Kwa kwenye maisha utafuti kila kitu, unatafuta kile ambacho wewe unakihitaji. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana kwenye maisha ukiona mtu anajifunza kila kitu,
inabidi kwanza tumuulize mara mbili. Kuna watu wamekufa na degree 7, wana degree 5. Nadhani duniani rais aliyekuwa anaongoza kwa elimu ni nani yule? Alifariki nani yule? Mugabe, Robert Mugabe, ana degree 7 za vitu mbalimbali. Unachokitafuta kinakupa tafsiri unachokihitaji. Amen. Amen. Wale ambao unahitaji pesa, utaenda benki kutoa pesa kwenye akaunti yako uliyoweka. Wale ambao wanahitaji afya, wanahitaji kuponyaji, anaumwa, ataenda hospitali au kanisani kwenye kuombewa, si ndio? Na wale ambao wanahitaji maarifa, wanaenda shule kusoma, si ndio? Amen. Amen. Haleluya. Sasa na wale ambao wanahitaji nguvu, inabidi watafute nuru. Kama mtu akihitaji maarifa anaenda shule, akihitaji kupona anaenda hospitali, akihitaji pesa anaenda benki, akihitaji chakula anaenda sokoni, kama ni kununua vya kupika nyumbani, na akiwa mtaani akihitaji kula anaenda hotelini. Basi anayehitaji nguvu inabidi atafute nuru kwanza ya Kristo. Amen. Sababu duniani hakuna mwanadamu mwenye nguvu. Hayupo. Sababu nguvu ndio inampa mtu mamlaka. Hamna mtu anaweza kuwa na mamlaka kama hana nguvu kwanza. Ndio maana mtu akiwa rais, nguvu ya urais inampa mamlaka. Amen. Amen. Ile mamlaka inakuja na nguvu ndani yake. Mtu anapopewa mamlaka ya kuwa mkuu wa mkoa, pale na kuna nguvu zinazoachiliwa kwake kwa ajili ya kutenda kazi kwenye mkoa husika. Mtu anapopewa kuwa mkurugenzi wa halmashauri fulani, kuna yale mamlaka aliyopewa yanakuja yamebeba ndani yake na nguvu ya kumsaidia yule mtu kuoperate kwenye ile mamlaka, kwenye ile mazingira, kwenye ile ofisi aliyopewa. Mtu anapopewa kuwa mkuu wa kitengo fulani kwenye taasisi fulani, kuna mamlaka ile anayopewa inakuja na nguvu ndani yake. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Sasa Yesu alisema kwenye Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari 18 hadi 20, anasema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kama alipewa mamlaka ya mbinguni na duniani, maana ya mamlaka ile aliyopewa yeye ilikuja na nguvu ndani yake. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Ndio maana leo hii mtu anaweza akawa ni mtu wa kawaida mtaani, ila akiteuliwa kwenye nafasi fulani, ghafla pale ile mamlaka aliyopewa inabeba nguvu ndani yake ya kumfanya atende na awe tofauti na alivyokuwa kabla. Kwa Yesu alivyosema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi, maana anasema kwamba ile mamlaka aliyopewa mbinguni na duniani, nguvu zote za mbinguni na duniani anazo yeye. Zote za mbinguni na duniani anazo yeye. Sababu mamlaka inakuja na nguvu ndani yake. Kwa aliposema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi, nendeni ulimwenguni kote. Kwa wengine anasema kwamba mamlaka ya duniani sio ndinayo mbinguni, ninaiacha ndani yako. Mimi naenda na nguvu za mbinguni. Ile mamlaka ya kimbingu niliyopewa, nimepewa mamlaka mbili ya mbinguni na duniani. Ila enendeni ulimwenguni kote, kwamba mamlaka hii ya duniani ninaiacha kwa kila mmoja ambaye atachukua atafungua moyo wake na kupokea na kunipokea ndani ya moyo kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ila ile mamlaka mbinguni nitaenda nayo mimi, lakini ya duniani nitaacha kwako. Na ndio maana nasema lolote utakaolifunga duniani litafungwa na mbinguni. Lolote litakafungiwa duniani litafungwa mbinguni, kwa sababu unayo mamlaka ambayo inakupa nguvu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kwa nini nimesema anayetaka nguvu lazima atafute nuru? Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuwa neno, neno lilikuwa kwa Mungu, neno lilikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo yeye akafanya chochote kilichofanyika. Anasema ndani yake ndimo ulikuwa uzima. Ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Na nuru ing'aa gizani na giza likushinda. Huo ni mstari wa 3. Ndani yake. Mstari wa 4 anasema ndani yake ndimo ulikuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Na nuru ing'aa gizani, giza likushinda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima. Ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Na nuru inang'aa gizani, giza likuishinda.
Unapoona unasema giza likuishinda, maana palikuwa kuna mashindano. Haiwezi kusema kwamba giza likuishinda kama hamna kushindana. Kwa maana kuna mashindano yaliyokuwepo kati ya nuru na giza. Then nuru ikashinda mbele ya giza. Kwa nuru ilikuwa na nguvu fulani ambayo iliachilia ushindi mahali fulani. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima. Ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Ile nuru iling'aa gizani na giza likuishinda. Kwa kama giza lilishindwa mbele ya nuru, maana yake giza lilikuwa halina nguvu ya kutosha kushinda nuru. Ila nuru ilikuwa na nguvu ya kutosha kushinda giza. Anasema ile ndani yake ndimo ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Maana anasema ile nuru haikuwa ni nuru kwa ajili ya Mungu. Ilikuwa ni nuru kwa ajili ya mwanadamu. Na ili mwanadamu apate ushindi mahali, anahitaji kuwa na nuru ndani yake. Sababu ile nuru ndani yake, nuru yenyewe ina nguvu kama yenyewe, ina nguvu ndani yake ya kuweza kushinda mahali popote pale penye giza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa aliposema mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi, ni sawasawa na mwanasheria amemaliza chuo cha sheria, bado hawezi kutetea kesi mahakamani mpaka kwanza apite shule ya wakili. Na akimaliza shule ya wakili akashinda, bado pia hawezi kusimama mahakamani mpaka akabidhiwe na awe na muhuri pia. Anakuwa ana uwezo wa kugonga hata vitu mbalimbali. Tunaelewana? Kwa ile kwamba umepesa maisha yako, mamlaka ikaingia ndani yako. Ile kwamba mamlaka imeingia ndani yako, kama hakuna nuru ndani yako, maana yake kuna nguvu ya kuachilia ushindi kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako itakuwa haipo. Sababu kinachokupa ushindi ni ile nuru iliyoko ndani yako, nuru ya Kristo. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na nuru inang'aa gizani na giza likushinda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura 6 mstari wa 13 unasemaje? Ukisoma mstari wa 13 na 14. Waamuzi 6:13. Soma 13 na 14. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je siye Bwana alituleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Okay. Nasema Gideon akamwambia, Bwana Mungu, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midian. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi niliyekutuma? Haleluya. Amen. Unajua, ukiangalia Mungu hakujibu maswali yake, si ndio? Mungu hakujibu maswali yake. Sababu huyu jamaa alikuwa anamuuliza Mungu, kama uko pamoja na sisi. Maana Mungu anasema Bwana yupo pamoja na shujaa. Sema okay, kama si ndiye shujaa, yako wapi matendo makuu ambayo Mungu aliyatenda na baba zetu wametuhadithia? Kwa kifupi ni kwamba Mungu, Gideon anamuuliza maswali Mungu. Ukiangalia Mungu hakujibu swali lolote. Alikujibu swali, alimtazama then akamwambia. Hakujibu swali. Si ndio? Amen. Ukitazama ni kwamba Gideon alimpa Mungu summary ya namna Mungu alivyotembea na baba zao tangu Ibrahimu, tangu Isaka, Yakobo mpaka utumwani walivyotoka. Safari yao nzima ya miaka 40 jangwani, walivyopita bahari ya Shamu. Mungu Gideon anamuelezea Mungu namna alivyokausha mto Yordani ili wavuke. Alipaswa mto Yordani ili wavuke. Namna alivyotoa mwamba maji kwenye mwamba. Anampa summary ya namna ambavyo alipigana vita na Waamaleki na wakashinda. Anampa summary mbalimbali, sema matendo yako makuu. Yako wapi matendo makuu ambayo baba zetu walituhadithia?
Mungu akamtazama akamwambia Gideon, kumbe una ufahamu wa level hii, kumbe una maarifa ya kiwango hiki, kumbe historia unaifahamu kwa kiwango hiki. Sikuwa najua kwamba ndani yako kuna kiwango kikubwa cha maarifa haya. Kwa hiyo enenda zako kwa uwezo huu, kwa sababu Gideon, ndani ya maarifa yako juu ya mambo niliyoyafanya kwa kizazi chako cha nyuma, ni kwamba kuna nguvu ndani yake iliyomo. Kwa ile kwamba unayo ndani yako, maana na nguvu imo ndani yako. Sasa hiyo enenda kwa uwezo wako huu. Ile neno uwezo, kusema kitu neno uwezo kinaweza kutumia neno power, maana yake nguvu. Kwa hiyo Mungu alimwambia Gideon, enenda kwa nguvu zako hizi. Hakusema kwa uwezo wangu huu, anasema kwa uwezo wako huu. Si ndio? 14 nasemaje? Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Hapo mwanzo ndipo neno kwa Mungu, neno kwa Mungu, vitu vingine kwa huyo, kwa sababu hakifanyiki chochote kilichofanyika, na ndani yake ndimo ulikuwa uzima. Ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Kwa Mungu alijua Gideon, una maarifa ya kwangu, una neno la kwangu, una matendo makuu ya kwangu, ambao ndani yake kuna uzima, ambao ule uzima ni nuru ya watu. Ukienda nayo huyo hayo maarifa, hiyo nuru ukibeba, ukienda nayo kwenye vita na Midiani, una uhakika 100% ya kushinda, sababu yenyewe ina uwezo kupa ushindi mahali ambapo unaona hakuna ushindi. Ila usiende na nguvu za kwako, enenda na uwezo wako huu uliomo ndani yako. Mungu hakumpa uwezo mwingine, alimwambia uwezo wako huo, sio uwezo wangu, uwezo wako huo. Kwa Gideon ya kujua kwamba ndani yake kuna uwezo wa Mungu ambao kumefichwa kwa jinsi ya maarifa. Alipogundua kwamba una kiwango kikubwa cha maarifa haya, una level kubwa, kwa jinsi ya kimaarifa huko juu, tembea kwenye maarifa, yaweke kwenye matendo, yaishi, yaweke kwenye hiyo hali ulionayo Gideon. Unapoona Midian wanatesa kwenye hao mateso ya Midian, hebu yachukue haya maarifa, ingia nayo pale mahali, then kuna kitu kitafanyika katikati na Mungu atakupa ushindi kupitia kwenye hao maarifa. Hao maarifa ndani yake yana nuru ambayo inakupa ushindi, sababu ndani yake ndimo kama uzima, na ule uzima uko nuru ya watu, na nuru yanga gizani. Sikiza, mahali pale popote ambapo unafika haujui cha kufanya, haujui next step ya kuchukua, haujui ugeuke wapi, haujui uende wapi, haujui ushike nini, haujui ufanyaje, maana uko gizani. Uko gizani. Maarifa yanapokuja yanakupa nuru, ile nuru inakupa ushindi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo mahali ambapo hakuna maarifa hakuna nguvu, au tuseme mahali ambapo hakuna maarifa hakuna upako, sababu nguvu ndio upako. Kwa tukiongea upako tunaongelea nguvu. Enenda kwa uwezo wako huu, enenda kwa nguvu zako hizi. Anasema nitawapiga Midian kama mtu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu anaambia Gideon, nikitazama kwenye taifa la Israeli, ile nuru ambayo ninaitafuta nimeiona ndani yako. Na ndio maana alipomtokea, hakumtokea mtu mwingine, alimtokea Gideon akamwambia enenda kwa uwezo wako huu. Anambia Bwana pamoja nawe. Hakuna Bwana yuko pamoja na ninyi, yuko pamoja nawe peke yako, shujaa. Kwani kwa sababu kilichomfanya Mungu awe na wewe ni kiwango cha maarifa kilichomo ndani yako. Sababu Mungu ni neno na neno ni Mungu. Kwa neno lililo kwa wingi ndani yako limemjaza Mungu ndani yako. Kadri ulivyoweka neno kwa wingi ndani yako, ulikuwa unamweka Mungu ndani yako. Kwa nimejaribu kuangalia kwenye taifa la Israeli lote, nikakuona wewe peke yako una kiwango kikubwa cha maarifa, una Mungu mkubwa ndani yako, na kwa hiyo wewe ndio shujaa. Sababu kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 inasema mtu akinipenda atashika neno langu na babangu atampenda, na sitakuja kufanya makao kwake na kujidhihirisha kwake. Kwa ukilishika neno la Mungu katika ndani yako, Mungu anakuwa anakaa ndani yako na anajidhihirisha kwako na kufanya makao kwako, na ndani yake ndimo kuna uzima. Ule uzima ni nuru ya watu, ambayo ile nuru ina nguvu ndani yake ya kushinda giza. Amen. Hallelujah. Na ukikumbuka wiki iliyopita nilikwambia kitu kimoja. Nikakwambia, anasema kwamba alikuwa amejificha kwenye shinikizo akipepeta ngano. Nikakwambia ngano ni nini? Nikakwambia ni shinikizo ni nini? Nikamwambia ngano ni neno la Mungu na shinikizo ni Roho Mtakatifu, ni uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa shinikizo nikamwambia ni chombo, ni kifaa, ni mashine inayokamua juisi kutoka kwenye zabibu bila kuharibu mbegu.
Maana yake bila kuharibu mbegu, maana yake nini? Maana yake ni kwamba uwezo ni ile hali ya kulichakata neno katika uwepo wa Roho Mtakatifu bila kuondoa mantiki ya neno lenyewe, bila kubadili tafsiri ya neno lenyewe, bila kuweka tafsiri unazozitaka kwa mapenzi yako. Ubaki pale pale bila kuharibu neno, upate tafsiri ya neno na kile kilichomo ndani yake bila kulichakachua. Ndio maana mtumia shinikizo, kifaa kinachokamua juisi ya zabibu bila kusaga mbegu. Makile mbegu ile mzizi, kiini cha neno kibaki pale pale, lakini upate kile kilichomo ndani yake. Ndio maana nikakwambia neno la Mungu likichanganywa na Roho Mtakatifu ndio linaloachilia nguvu. Kwa Gideon alikaa kwenye neno kwa muda wa kutosha, katikati ya uwepo wa Roho Mtakatifu, ikazalisha nuru ndani yake. Ilipozalisha nuru ndani yake, hakujua kwamba ile nuru ina nguvu yenyewe. Ikabidi Mungu amtokee sema, wewe ni shujaa, sababu kwa kiwango umechokana neno katika uwepo wa Roho Mtakatifu, kiwango cha nguvu kinachohitajika kukupa ushindi wa taifa lako kimetosha ndani yako. Kwa nimekuja kukuambia kwamba nenda kwa uwezo wako huo uliopo ndani yako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kiwango cha upako ambacho Gideon alikuwa na operate kwacho kilitegemeana sana na kiwango cha maarifa ya neno la Mungu yaliyokuwa ndani yake. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo tukasemaje? Kiwango kikubwa cha maarifa, cha ufahamu, kinatoa kiwango kikubwa cha udhihirisho. Kiwango kikubwa cha maarifa au kiwango kikubwa cha ufahamu wa maarifa fulani kinatoa kiwango kikubwa cha udhihirisho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hizi ni kanuni ambazo hata duniani ndivyo zilivyo. Kiwango kikubwa cha maarifa kwenye eneo husika kinaachilia udhihirisho mkubwa wa huyo mtu kwenye eneo husika, hata kama hajapewa nafasi ya kudhihirisha, ila uwe na uhakika kuna mahali itadhihirikia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kwenye kila kada, hata za kitaaluma tukile, kwenye kila kada unakuta ule ukongo unatofautiana, udhihirisho wa watu unatofautiana kutokana na kiwango cha kimaarifa. Amen. Amen. Kwa sababu ufahamu unatibua nguvu ya kile kitu, unatibua upako wa kile kitu. Ushai kuona kwenye nyumba zetu tunaishi na tuna chemba za majitaka, tunavyojisaidia kwenye mashimo yale ya choo, si ndio? Hayatatoa harufu hata ukifungua mifuniko, hata harufu. Subiri siku umeleta gari la majitaka lile, gari la kubeba taka zile, lije linyonye, mtaa mzima utanuka. Na mtaa mzima utajulikana kwamba kuna mahali gari linanyonya uchafu. Kwa nini? Sababu yametibuliwa. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kila mmoja na nguvu za Mungu ndani yake. Mungu alipomuumba, nimekuwa nikisema mara kwa mara kwamba kuna nguvu zinaingia ndani yako, si ndio? Si ndio? Alipomuumba mtu kwa sura yake na kwa mfano wake, aliachilia kitu cha kiungu ndani ya mtu. Na ndio maana Efeso 3:20 inasema atukuzwe Mungu kufanya mambo ya ajabu kuliko tunaomba tunawaza, kwa kiwango cha nguvu inatenda kazi ndani yetu. Kwa kuna nguvu za Mungu ziko ndani ya mtu, ila zinatibuliwa na kiwango cha maarifa. Kwa maarifa ya kimungu ndani ya mtu, kiwango cha maarifa ya kimungu ndani ya mtu ndicho kinachotibua zile nguvu za Mungu zilizomo ndani ya mtu. Kwa nguvu za Mungu ndani ya mtu haziruhusi kutoka zaidi ya kiwango cha maarifa alichonacho. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Na ndio maana mfano, kwa nini watumishi wa Mungu wanatofautiana? Kwa mwingine unakuta ukisoma historia za generals wale wa kiroho, unakuta kuna mmoja alikuwa yeye ana upako wa uponyaji tu. Mwingine ana upako labda yeye kwenye swala la neno, kwenye kufundisha ni mzima. Mwingine labda upako wake uko kwenye mafanikio. Akikufundisha kufanikiwa, lazima ufanikiwe kibiblia kabisa. Watu kama kina Kenneth Copeland, upako wake uko kwenye mafanikio tu. Ukisema utaka kupata divine prosperity, ukisoma vitabu vyake utafanikiwa tu hata kama utaki. Mwingine unakuta ni kwenye eneo la imani, akikufundisha kwenye eneo la imani yuko super, ila kwingine ni mbovu. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa na maarifa mengi juu ya huo upande,
ila pengine anakuwa na pwaya. Kwa akiweka maarifa mengi juu ya uponyaji, akatafakari mambo juu ya uponyaji, atakuwa na upako mwingi juu ya uponyaji, kwa sababu ile maarifa ya uponyaji yatatibua ile nguvu ambayo imesimama ndani yake upande wa uponyaji. Tunaelewana? Amen. Haleluya. Amen. Ni sasa naende shambani. Ukipanda mahindi mengi kwa maharage utavuna mahindi mengi. Uende upande eka 3 za mahindi. Au upande debe 2 za mahindi kama mbegu, alafu ukapande kilo 10 za maharage kama mbegu. Utavuna kidogo kwenye maharage, utavuna sana kwenye mahindi. Kwa sababu kiwango ulichopanda ni kikubwa. Kiwango ulichopanda kinaamua kiwango utakachovuna. Amen. Na ndio maana wanafunzi sio kaambia Yesu, tufundishe kusali. Akamwambia Bwana tuongezee imani, akamwambia Bwana tuongezee imani. Akamwambia okay. Imani haiongezwi kwa kuombewa wala kwa kupewa. Akamwambia niongezee imani, ndio sema ukiwa na imani kiasi cha punje. Pengine akasema ukiwa na imani kama punje. Maana alikuwa anawapa mchakato wa namna unavyoweza kuongeza imani ndani yako. Aliposema kiasi, kama ukiwa na imani kiasi cha punje, maana anaongelea kiwango. Ukiwa na imani kama punje, maana anaongelea ulinganifu wa utendaji kazi. Kwa anawaambia ukitaka kuongeza, alipokuwa anaongea kiwango anasema ukitaka kuongeza imani juu ya kitu fulani, tafuta mbegu inaongelea hilo eneo, then panda. Sababu ile ukiwa na imani kama punje, neno kama ni uangalifu utendaji kazi. Then akasema make nini? Kwamba namna unavyoongeza mbegu, unavyoongeza punje za kitu fulani, ndivyo hivyo unavyoongeza imani ndani ya mtu. Kwa kiwango cha punje kitategemea na kiwango ulichoweka. Kwa kama mbegu inaongezwa kwa kupanda, ukiwa na kilo 1 ukipanda unavuna debe 1. Then chukua neno na wewe lipande ndani yako kwa wingi ili uvune sana. Ukiwa na imani kiasi cha punje, anaongelea kiwango. Ukiwa na imani kama punje, anaongelea uangalifu utendaji kazi. Kwa naambia ukitaka kuongeza imani yako, angalia punje inavyoongezeka haradali. Then fanya vile vile. Then unarudi kwenye mpanzi, aenda shambani kupanda. Tafsiri yake anasema mpanzi aenda shambani kupanda, mbegu ilikuwa ni neno la Mungu. Kwa ukitaka kuwa na imani juu ya uponyaji, tafuta neno la Mungu linaloongelea uponyaji, litafakari, liweke ndani yako, liwaze, litakupa imani sababu litatibua nguvu za Mungu ndani yako zinazoka upande wa uponyaji. Utakuwa vizuri eneo hilo. Ukitaka kuwa na imani juu ya upaji wa kiungu bila kuwa na ukata. Wajua watu wanadhani kwamba kufanikiwa sio mambo ya kiroho. Ni mambo ya kiroho. Unaweza ukafanikiwa kabisa kimungu ukiwa na neno la kutosha, ukaliwaza na kutafakari na kuweka ndani yako juu ya mafanikio. Unaweza kujikuta maisha yako yanaenda bila kustruggle. Amen. Kwa nini? Kwa sababu kadri unavyokuza ufahamu ndivyo unavyozidi kuzalisha udhihirisho. Kwa hakuna mtu ambaye atadhihirishwa zaidi ya ufahamu alionao. Kwa kama unataka kudhihirishwa zaidi, inabidi utafute ufahamu zaidi. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaweza kusemaje? Mahali tulipo leo au mahali ulipo leo ni mahali ambapo maarifa au ufahamu ndio ufahamu umekuruhusu kuwa hapo. Kiwango chochote mtu alichonacho ndicho kiwango ambacho ufahamu wake umemruhusu kuwa hapo kwa kiwango hicho. Kwa akataka kwenda mbele zaidi juu ya eneo husika, inabidi atafute ufahamu zaidi juu ya hilo eneo. Na kwa kibongo bongo ni kazi sana. Kazi sana. Kwa sababu si wengi wanapenda kusoma. Si wengi wanapenda kusoma. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema akasema, ukitaka kumficha Mwafrika kitu, weka kwenye maandishi, weka kwenye vitabu. Ukimuuliza mtu tangu mwezi wa kwanza mpaka sasa umesoma vitabu vingapi, hajui. Mtu sasa anafanya biashara, okay, vitabu vingapi vya kibiashara inayohusiana na biashara kumesoma, hajui. Umejifunza maarifa kiasi gani, hajui. Okay, hujasoma kitabu. Ni watu gani ambao walifanikiwa huko mbele yako? Unaweza kufuatilia hata kwenye mitandao, ukaona sasa nondo zao kila siku, hamna. Kila siku kiwango ni kile kile cha kimaarifa, then unategemea ufanikiwe zaidi ya pale. Sahau. Siku zote naambiaga kwamba Mungu sio mganga wa kienyeji. Amen. Mungu sio mganga wa kienyeji. Kwa sababu Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3b anasema Mungu ni Mungu wa maarifa, na kwake matendo upimwa na yeye kwa mizani.
Mungu ni Mungu wa maarifa, na kwake matendo upima na yeye kwa mizani. Kwa kama ni Mungu wa maarifa, hata tenda kitu zaidi ya kiwango cha maarifa cha ufahamu ulichonacho ndani yako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Anasema walipomkataa Mungu katika fahamu zao, walipokataa ku retain knowledge ya Mungu ndani yao, Mungu aliwaacha. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Kwa mahali ulipo, mbele jirani yako, mahali ulipo sasa, Mahali ulipo sasa, ndipo ambapo ufahamu umekuruhusu kuwa hapo. ndipo ambapo ufahamu umekuruhusu kuwa hapo. Mahali ulipo sasa, Mahali ulipo sasa, ndipo ambapo nuru yako imeishia. 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 Mahali ulipo sasa, Mahali ulipo sasa, ndipo ambapo ufunuo ulionao ulionao umekuweka hapo. umekuweka hapo. Kwa hiyo ukitaka kwenda mahali mbele, kwenda mbele zaidi, inabidi utafuta ufunuo mpya na maarifa mapya, upate ufahamu mpya, ili ukunyanyue ukakuweke mahali pengine tena. Amen. Ushaikuona zamani, sijui siku hizi, maana kadri siku zinazidi kwenda na serikali yetu inazidi kuchakachuliwa, sijui siku hizi, zamani form 2 huvuki mpaka umefaulu, si ndio? Si ndio? Ndio. Form 2 utakaa hapo hata kama miaka 3 4, hata kama utaachia shule ile huvuki mpaka umefika wastani fulani. Kwa hiyo kichwa kinaamua kwenda mtu darasa la juu, yaani maarifa au ufahamu alionao juu ya mambo ambayo anayasoma. Si ndio? Amen. Kwa kama shule ya kawaida inaturuhusu twende mbele kama matokeo ya ufahamu tulionao, kwa nini huku pengine tunadhani ni kawaida? Amen. Amen. Kwa nini nisemeje? Sema hivi, mambo hayawezi kuachiliwa kwako mpaka kwanza amefunuliwa kwako. Kama tulipo ni kiwango cha ufunuo tulicho nacho, kama mtu alipo, maisha anayoishi, namna anavyoenenda, aina yake ya mambo anavyoenda nayo, ni kiwango cha ufunuo alicho nacho, ni kiwango cha ufahamu alicho nacho, ni kiwango cha maarifa alicho nacho. Kwa hiyo kitu hakiwezi kuachiliwa kwake mpaka kwanza kimefunuliwa kwake. Ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 inasema mambo ya siri ni ya mwanadamu, lakini mambo ya siri ni ya Mungu, lakini yale yaliyofunuliwa amepewa mwanadamu. Hiyo ni Kumbukumbu la Torati 29:29, kwamba mambo ya siri ni ya Mungu ila yaliyofunuliwa ni ya mwanadamu. Kwa maana yake hakuna mtu ambaye atapokea kitu mpaka kwanza kimefunuliwa kwake. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Si unanielewa? Amen. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Amen. Mwambie jirani yako, jirani, hakuna kitu kinachoweza kuachiliwa kwako mpaka kwanza kimefunuliwa kwako. Kwa sababu Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 29 unasema mambo ya siri, mambo yaliyofichwa ni mambo ya Mungu, lakini yaliyofunuliwa wamepewa wanadamu. Kwa hiyo hawakupewa mpaka kwanza yamefunuliwa. Kwa hiyo chochote ambacho hakijafunuliwa kwako hawezi kukipokea. Maana yake ni nini? Maana yake unachotaka kukipokea, tafuta ufunuo wake. Ukitaka kupata utajiri moto, chukua neno la Mungu, kanalo, soma, tafuta vitabu vya watumishi wa Mungu mbalimbali vilivyoandikwa juu ya mafanikio. Sawa? Soma, tafakari neno, then fanya vile inavyosema. Soma, usome ukakali, soma mpaka uone kitu ndani yake. Kumbuka, Gideon Mungu akumtokea mpaka kwanza amelichakata neno likafunuliwa kwake. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Kwa unasoma neno kutafakari mpaka upate kitu ndani yake, mpaka uone kitu. Haijalishi Mungu amekuahidi nini, usipokiona kwanza kwa ndani, kwa jinsi ufunuo, akachili kwako. Mungu alimtokea Ibrahim kwenye Mwanzo sura 12, akamwambia Ibrahim, toka kwenye nchi yako na uzao wako na ukoo wako, uende kwenye nchi nitakayokuagiza uende.
nami nitakufanya kuwa taifa kuu, na kupitia wewe jamaa yote ya dunia itabarikiwa. Yule jamaa alifanya kutii kwa imani, ila alikuwa hajaona. Akatia, akaanza kutoka. Amen. Amen. Na kwa nini nasema alikuwa hajaona? Kwa sababu kuanzia pale kila Mungu akimsemesha juu ya uzao wake anakataa. Na kila akiongea na Mungu anamwambia Mungu, mimi naenda sina mtoto, sina mtu kunirithi. Kuna huyu mtu yuko nyumbani kwangu, sio wa kwangu. Huyu ni mgeni, ndio atakayerithi vitu vyangu. Huku Mungu ashamwambia wewe ndio utakuwa baba wa mataifa. Haelewi, hajaona. Amen. Amen. Tunaelewana? Amen. Akafika kwenye nchi ya Misri ya sasa hivi. Kwenye Mwanzo sura 13 alifika. Akakaa pale na Rutu ndugu yake. Lakini alikuwa bado hajajichukua. Mpaka Mungu alipomwambia inua macho yako. Inua macho yako. Tazama kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Kwa akisema as far as you can see. Anasema kwa kiwango au kwa kipimo utakachoweza kuona ndicho nitakachokupa. Kwa Ibrahim hakupewa kwa kipimo cha Mungu alichotaka kumpa. Alipewa kwa kipimo cha yeye alivyoweza kuona. Tunaelewana? Anasema as far as you can see. Anasema kwa kadri au kwa kiwango au kwa kipimo utakachoweza kuona ndicho nimekupa. Kwa hiyo hakuna mwanadamu atakayepewa kitu zaidi atakavyoona. Ndio nikakwambia yaliyofunuliwa ni mwanadamu kwamba kinafunuliwa kwanza ndani yako ndipo unakipokea. Kwa kama haujaona, sasa nikwambie, ukiwa upo unaishi hivi leo, kama haujaona aina mpya ya maisha, ile aina hautaibingia kwako. Kama haujaona aina ya maisha ambayo Mungu alikukusudia uyaishi, hauwezi ukayaingia. Tunaelewana? Amen. Ndio maana hata walioenda nchi ya ahadi, Biblia inasema hawakuingia wote, kwa sababu hawakujiona wako ndani ya nchi. Walioingia ni wawili tu. Walitoka Misri walioingia ni wawili, Joshua na Caleb. Wengine wote ni wale vijana waliozaliwa tu njiani huko. Wale vijana walikuwa kwanza miaka 20 kurudi nyuma hadi 0. Ndio walioingia. Ile kwanza 21 kwenda mbele, hamna aliyeingia. Wote walifia jangwani. Na ndio sababu kwa sababu walivyoenda kuitazama nchi wakaona majitu. Walivyoona majitu sema hao wanake wanakula watu, ni majitu. Hii nchi inakula watu. Na sisi ni chakula kwao. Tumejiona kama Biblia inasema tumejiona nafsi zetu kama mapanzi. Then na wao ndivyo walivyotuona. Kwa walijiona nafsi zao kama mapanzi. Amen. Amen. Nafsi zao walijiona kama mapanzi. Tunaelewana? Tunaelewana? Amen. Then Joshua na Caleb wakaja wakasema no. Hawa watu ni chakula kwetu. Sisi hiyo nchi tutaingia. Walikuwa na picha nyingine. Amen. Na Mungu alimwambia Ibrahim, kwa kiwango utakachoweza kuona nitakupa. Mungu akampa kwa kadri alivyoweza kuona. Ikabaki kwenye issue ya uzao. Ndio maana alivyoweza kufungua macho yake akaona, sura ya 15 Mungu ametufungia agano kwamba wewe na uzao wako. Mungu alimwambia Ibrahim, Mungu alimwambia Ibrahim, nimekutoa katika Uru wa Kaldayo nikupe nchi hii urithi. Ibrahim akamwambia Mungu, nitaweza kujua kwamba nitarithi nchi. Maana Mungu anamwambia Ibrahim, anamwambia Mungu, okay, umenipa hili eneo, nipe hatimiliki. Mtu akamwambia, hiki kiwanja nimekupa ni cha kwako, nipe documents. Nipe hati iwe ya kwangu. Mungu Ibrahim alimwambia Mungu, nitapataje kujua kwamba nitarithi nchi? Umenileta ndio hapa. Nipe evidence, kithibitisho kwamba kweli nchi ni ya kwangu. Akamwambia hakuna shida. Leta wanyama, akamtajia pale wanyama huwa nani akasema pasua vipande viwili. Akapasua, kaa hapo. Biblia jioni jua linazama, Mungu akapita katikati ya vile vipande kwenye moto. Akaongea naye juu, akafunga naye agano. Ndipo akasema naye juu ya habari ya uzao wake, akasema nitawapeleka utumwani miaka 400 watakaa kule. Then nitawarudisha. Alisema naye pale kwenye agano. Ibrahim alipotafuta nini? Kupata uthibitisho, kupata uhalali wa kumiliki ile nchi. Amen. Ikabaki issue ya uzao. Akiongea naye anawaambia watoto wangu, sina mtoto. Mungu anamwambia hamna shida, toka nje. Mungu anamtafuta, anampushi na kumforce yaone. Akasema tazama mchanga wa baharini. Ukiweza kuhesabu ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Baada ya kudaka akamwambia toka nje. Angalia nyota za mbinguni. Ukiweza kuhesabu ndivyo utakavyo. Pale Mungu anatafuta aone, sababu anajua huyu jamaa sipoona, isipofunuliwa kwake hatapokea. Alipodaka kwa jinsi ya rohoni, ndipo alipopewa na uzao wake.
Kwa nini nikasema moja ya kitu kilichomchelewesha sana Ibrahim kupata mtoto ni yeye kuchelewa kuona kwa jinsi ya ndani. Tuelewana? Amen. Tuelewana? Amen. Neno lilikuja kwake la Mungu ila hakuona kilichokuwa ndani yake. Kama vile ambavyo unaweza kusoma Biblia ila usoni kilichobebwa ndani ya ile neno ambalo unalisoma. Na usipokiona kile kilichobebwa ndani ya neno ambalo unalisoma, hakitafunuliwa kwako. Kisipofunuliwa kwako, hakitakuzalea matunda. Sababu katika ulimwengu wa roho, katika kanuni za kiroho, unapokea kile ambacho kimefunuliwa kwako. Kwa ukisoma neno la Mungu likafunguka ndani yako, unapokea kile kilichobebwa ndani ya lile neno. Ibrahim aliambiwa na Mungu na hakupokea, hakikufunuliwa kwake. Kwa kupokea Mungu, na Mungu akamsubiria mpaka lilipofunuliwa kwake. Alipopata ile picha kamili, alibadilisha lugha yake. Kwa sababu kusoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4, kwanza mstari wa 17-18, anaongea sema Ibrahim kwa kutarajia yasiweza kutarajika alitamka yasio kwako kana kwamba yapo. Then akapewa, Biblia inasema akapewa haki ya kuwa baba mataifa mengi. Hakupewa haki mpaka kwanza alipotarajia yasiweza kutarajika akatamka yasio kwako kana kwamba yapo. Kabla ya hapo, kabla ya kuona, alikuwa anaongea kitu kingine tofauti. Mungu alipompeleka kwenye ufukwe, tazama mchanga wa bahari, akamtoa nje akamwambia tazama nyota za mbinguni. Ilipofunuliwa kwake, akabadilisha lugha, akaongea sio kwako kana kwamba yako, akatarajia sio kwako, akatarajia sio kutarajika. Then akahesabiwa haki. Kwa hiyo hakuna kitu kwa mtu kitakachohesabiwa kama haki ya kwake mpaka kwanza amepata ufunuo juu hicho kitu. Sasa nikwambia kwa ngeni kwamba unapopata ufunuo juu ya jambo fulani, mbingu ina rekodi kwamba hiki kitu ni halali kwa huyo mtu na ni haki yake, lazima apewe. Haki yake asinyanganywe, haki yake apewe. Ibrahim alihesabiwa haki baada ya kuwa limefunuliwa kwake. Lilipofunuliwa kwake likabadilisha lugha yake. Sasa nikwambie kama lugha yako haijabadilika, uwe na uhakika halijafunuliwa kwako. Mtu ambaye hana kitu kabisa akijiona kupitia neno la Mungu, atajiona yeye ana kila kitu, then lugha yake itabadilika. Sababu Biblia inatuambia kwamba uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vinavyopasa uzima na utaua. Sawa? Anasema ule uwezo wake wa kiungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua. Umetukirimia, umetupa, has given us all things. Vitu vyote maana anasema vinapaswa uzima na utaua, maana kwenye mambo ya kiroho na mambo ya kimaisha. Uzima maana life, utaua mambo ya kiroho. Kwa kwamba ule uweza wake wa uungu umetukiria vitu vyote. Unapopata, kumbuka ndani yake ndimo ulimwako uzima. Ule uzima uko ni nuru ya watu. Tuelewana? Tuelewana? Amen. Sasa tunaenda kwenye sura 12, anasema na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. He gave them power to become. Yule ambaye alikuwa ni neno, alitoka kwa Mungu, alikuwa ni Mungu ambaye ndani yake palikuwa kuna uzima. Unasema alikuwa ni nuru ya watu, na nuru inaanza giza likuishinda. Nikakwambia ile nuru ilikuwa na nguvu ya ushindi. Anasema walioipokea nuru, waliompokea Kristo, walipokea nuru. Walipokea nuru, ile nuru iliachilia ndani yao nguvu ya kuwafanya kuwa watoto wa Mungu. He gave them power to become. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa sikiliza, hakuna mtu ambaye anampokea Yesu mpaka mtu kuna kitu kimefunuliwa kwake. Ndio maana unaweza kuongea na mtu habari za Yesu akakataa kumpa Yesu maisha yake. Ukaongea na mtu mwingine habari za Yesu akakubali kumpa Yesu maisha yake. Ni kwa sababu yule ambaye amekubali kumpa Yesu maisha yake, kuna kitu kimefunuliwa kwake, kuna jambo limesemeshwa kwake, amelielewa kwa namna fulani. Akaelewa kwa namna fulani, kuna nguvu ndani yake inaachiliwa ya kumfanya kuwa mtoto wa Mungu ili apokee ule wokovu ambao umefunuliwa kwake. Tuelewana? Na ndio maana ambaye hajafunuliwa eneo la wokovu hawezi kumpokea Kristo. Kwa hiyo unapopata ufunuo juu ya jambo fulani, ule ufunuo unakuja na nguvu ya kukufanya kuwa vile ambavyo unapaswa kuwa. Waliopokea ile nuru iliwapa uwezo wa kufanyika kuwa na Mungu. Maana iliwageuza ndani yao ikawafanya kuwa watoto wa Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwambie jana kwa haiwezi kaachiliwa kwako mpaka kwanza imefunuliwa kwako. Mpaka kwanza imefunuliwa kwako. Kwa hiyo unachokijua ndicho kinachotofautisha. Si ndio? Amen. Unachokijua ndicho kinachotofautisha.
Kilichomtofautisha Gideon na wengine ilikuwa ni kile anachokijua. Gideon ilikana, kumbuka, ungano ni neno la Mungu, kumbuka, usisahau hicho kitu. Kwa alipokana neno, kuna vitu vilifunuliwa kwake vikamtofautisha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Amen. Unajua kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 13, sura ya 16. Mstari wa 13. Yesu anauliza swali. Watu wanasema mimi ni nani? Unajua kusoma ile ukasoma mpaka 17. Kwanza 13 mpaka 17. Injili ya Yohana ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 hadi 17 ukisoma utaona namna ni kama vile kuna namna kuna jikanya ghafla, ni kama vile Yesu pia alirudia swali mara ya pili. Anasema watu wanasema mimi ni nani? Mwingine akajibu mimi labda Marko alijibu, Yohana alijibu wewe ni Elia. Yuda akajibu, Yuda yeye labda Yuda anaanza tu kuiba. Alipoulizwa swali hana jibu, anaanza tu kupiga pesa. Mwingine anasema wewe ni Elia, mwingine wewe ni Yohana, mwingine wewe ni nabii yule amefufuka. Akawaangalia, akaambia na ninyi nasema mimi ni nani? Watu wanaanza kujingata pale. Unapata picha Yesu alikuwa anatazama mitume 12 wale wanavyojikanyaga alivyokuwa anauliza na mimi na nyinyi nasema mimi ni nani? Nikapa nikiuliza swali, alafu tuanze kutazamana. Mnakuwa hamjui, tunageuziana macho, hamtuelewani yani. Kwa mpaka pale wote walikuwa sawa. Hakuna aliyekuwa ametofautishwa. Anasubiriwa anayejua. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndipo Petro akajibu akamwambia, wewe ni Yesu Kristo, ni Masihi, mwana wa Mungu aliye juu. Amen. Amen. Akasema wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Soma mstari 16 na 17. Injili ya Mathayo sura 16 mstari 16 na 17. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Heri wewe. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Unajua maana neno heri? Okay, blessed is. Kwa maana umebarikiwa. Kwa lugha nyingine ni kwamba, kumbuka baraka ni nguvu, si ndio? Baraka sio vitu, baraka ni nguvu, kumbuka. Tumekuwa tukielezea sana hiki, si ndio? Anasema heri wewe Petro. Make ile neno Kiswahili kinatumia neno heri, Kiingereza kinatumia neno blessed. Make umebarikiwa. Kama barikiwa make umepewa nguvu. Make kuna nguvu zimeingia ndani yako. Heri wewe Petro. Anasema nyama na damu havikukufunulia haya, ila Baba yangu aliye mbinguni. Tuelewana? Amen. Kwa make ule ufunuo aliopata. Kwa ganyeni kwamba katikati ya mitume 12 Petro alipopata ufunuo ulimchomoa, ukamtoa, ukamweka pembeni. Kwamba umebarikiwa wewe Petro, hawakubarikiwa wote. Kwa sababu Mungu alikuwa hatafuti jibu la kijumla. Anatafuta jibu la mtu mmoja mmoja. Nani ambaye amepata ufunuo wa mimi ni nani? Na angalia hawakujibu wote. Alijibu mmoja kwa sababu yeye pekee yake ndio amefunuliwa Kristo ndani kwake. Na Mungu akamwambia heri wewe Petro, umebarikiwa wewe Petro, kwa kuwa nyama na damu havikukufunulia haya. Alisema havikuwafunulia, alisema havikukufunulia, isipokuwa Baba yangu aliye mbinguni. Kwa alipata ufunuo binafsi wa Yesu ndani kwake. Ule ufunuo binafsi wa Yesu ndani kwake ulikuja na nguvu ndani yake ya kumtoa na kumtenga na kumfanya kuwa mtu tofauti na wengine. Kwa hiyo ufunuo aliopata ndio uliomtenga na kumtofautisha na wengine. Kama ambavyo nimesema, unachokijua ndicho kinachokutofautisha. Amen. 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 Mwambie jirani yako unachokijua, unachokifahamu, ndicho kinachokutofautisha. Ndicho kinachokutofautisha. Kinachotofautisha wewe na wengine. Kinachotofautisha wewe. Sikia nikwambie. Tunaweza tukauzuia wote ibada, ila tukaelewa tofauti.
na tukafunuliwa tofauti. Kama vile ambavyo tunaweza tukahudhuria darasani, mwalimu akafundisha na mwingine akaelewa, mwingine asielewe kabisa. Si ndio? Amen. Ndio maana ukiangalia Mungu huwa hatubariki kijumla kwa kufanana. Mungu huwa hatembei na mtu kiujumla. Kila mtu anatembea kwa viwango tofauti tofauti, tubarikiwa kwa namna kwa viwango tofauti tofauti. Mungu anatenda kazi na mtu kwa namna tofauti tofauti kwa kadri ya kile anachokijua juu ya eneo husika. Na ndio maana Mungu hatubariki sawa. Kila mtu anabarikiwa kwa kiwango cha namna anavyomjua Mungu kibinafsi ndani yake. Mungu akitembelea kanisa huwa hatutembelei kijumla. Anamtembelea kila mtu mmoja mmoja kwa namna ambavyo anamjua Mungu kwenye eneo husika. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni ufahamu wa kwako kibinafsi ndio ambao unakutenga pembeni na kutofautisha na wengine. Si ndio? Amen. Haleluya. Amen. Unajua tuna bunge darasa la 7 bungeni. Tuna bunge darasa la 7. Ila sijui kuona bunge darasa 7 amechagua ametolewa kuwa waziri. Labda hizo zamani za Nyerere hatuongeli kipindi hicho. Wasomi walikuwa ni wachache nchini. Kutafuta wasomi wapate. Ila sasa hivi ushaona mbunge darasa la 7 amekuwa waziri? Ushawahi kuona? Au ushawahi kuona ametolewa katibu mkuu darasa la 7? Kuna chama fulani shawahi kusagia story. Kuna mtu mmoja yuko makini sana, yuko vizuri mno sana. Na wakati napanga hadi kumteua kuwa sijui ndo katibu mkuu wa chama, sijui ndo mwenyekiti msaidizi wa chama husika, ila kiwango chake cha elimu ndio kinampiga chini kwenye strategies na mambo mikakati, kuweka mambo, yuko super, ila darasa la 7 kiwango chake cha elimu kinamzuia kuingia kwenye nafasi fulani, kwa sababu kile unachokijua ndicho kinachokutofautisha. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni sawa sawa uchukue sasa hivi kuna mashindano ya kutafuta mkurugenzi wa shirika la afya duniani upande wa Afrika. Uchukue mtu fresh from school, ametoka shule kusoma mwaka huu, ametoka internship, amepata cheti chake, kwamba nani daktari aenda kugombea nafasi ya kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani upande wa Afrika. Atashindwa tu. Kwa nini? Kwa sababu kiwango kile unachokijua ndicho kinachotofautisha. Amen. Haleluya. 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 Kwa lugha nyingine, Mungu alimwambia Petro, akaambia, umebarikiwa Petro, kwa sababu ufunuo ambao umeupata kutoka kwa Mungu ndio umekutenga wewe na wengine, umekutofautisha wewe na mitume wengine. Amen. Na nataka niamini kwamba ndio maana Mungu akaamua kumweka kuwa juu ya watu wengine. Si ndio? Nataka niamini hivyo kwamba ndio maana Mungu alimweka kuwa juu ya watu wengine. Na ndio maana hata Paulo alipotokewa na Mungu akawa mtume kwa mataifa, alienda kujisubmit chini ya Petro, kwa sababu alikuwa anatambua nafasi ambayo Mungu amempa. Hakwenda kwa watu wengine, alikuwa anatafuta kupitishwa na Petro, alikuwa anatafuta kutambuliwa na Petro kwa sababu ya kile nafasi ambayo Mungu alimweka kwa nyakati zile. Amen. 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 Ndio maana kwenye Ayubu 22:21 inasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo hayo mema atakavyokuja. Sababu mema yanayokuja kwa mtu yanategemeana na ufahamu mtu alionao juu ya kuhusu Mungu wake. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndio maana Danieli 11:32b inasema, bali wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu. Bali wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu. Kwa uhodari na utendaji wa mambo makuu ni matokeo ya ufahamu ambao mtu anakuwa nao. Ukisikia mahali popote kwenye field yote duniani, au jamani hodari kwenye ile eneo,
kuna vitu anajua kuliko wengine. Ukisema jamaa anatenda mambo makubwa kwenye maeneo mbalimbali, kwenye ofisi mbalimbali, una hakika anajua kuliko wengine ofisini. Akiwa mahali pa kazi, anayetambulika na kuchomolewa ni yule ambaye anajua kuliko wengine. Amen. Amen. Sikiliza, ngoja nikupe story dogo mmoja. Tuna swali naye hapa kanisani sasa hivi yupo. Ukiangalia elimu yake ni ndogo. Elimu yake ni ndogo. Ile alienda akasoma kozi fulani hapa. Siku zote nawaambiaga hivi, Mungu huwa anasema una nini mkononi mwako? Ni either uwe na fimbo kama Musa au uwe na chupa mafuta kama yule mama mjane. Hakikisha unakuwa na kitu, wewe una ujuzi fulani. Sawa? Usifurahie tu kwamba kuna kazi unafanya, kuna vitu unafanya vinakusumia maisha. Tafuta ujuzi, sababu ule ujuzi ipo siku ndio utakao kutofautisha. Sasa kuna mtu mmoja alianzia kazi ya chini chini tu, kazi ya kawaida tu, akaenda mahali akasoma. Kikozi tu, kifupi. Akawa na ujuzi fulani. Ukimwangalia unaweza kumdharau kwa haraka haraka, lakini ukimpima kwenye utendaji kazi wake, yuko vizuri. Ile ule ujuzi wake alivyokaa kidogo ulimpeleka nje ya nchi. Kuna watu hapa hatujavuka mipaka ya nchi. Sawa? Kwa sababu hatuna cha kutuvusha. Kilichompeleka nje ya mpaka, ikawa ni kile kitu alichokuwa nacho. Watu walimuita, walivyoona na alienda field tu. Alivyoenda field, alivyoona fanya kazi bado anasoma ile kwa field, wakampenda. Kwa alivyomaliza chuo ameenda zao kwao, wakamuita kutoka mkoani, rudi. Kuna kazi tumepata nje ya nchi, wakaenda naye. Kafanya kazi kule, karudi. Artist ameenda nje na alikaa muda mrefu. Alivyokaa, kuna mtu alikuwa anajua utendaji kazi wake, akamrecommend mahali fulani hapa mjini, kwenye ofisi fulani hivi, kwenye hospitali moja hivi kubwa hapa mjini. Akaenda pale anafanya kazi, jinsi alivyoona anafanya kazi, watu wanamuona. Siku moja akapishana na bosi wake, akaamua kuacha kazi. Ila alivyoondoka pale, watu walikuwa wamenotice namna anavyotenda kazi. Yuko kwamba wewe unafanya kazi tofauti na wengine. Akatulia, hajui kinachoendelea. Akakaa, siku moja akatafuta kazi kwenye kampuni nyingine, akaanza kufanya nao kazi. Kila akifanya kazi wanamsifia kuliko wenzake. Anasema kuliko kwa wenzake, wakaanza kumuonea wivu. Kama vile anatenga. Sasa siku moja wamepewa tenda kwa mtu. Wanafanya kazi na bosi wake alikuwepo. Kuna shida ikatokea ikawashinda wote. Yeye akaenda kaangalia afa akitatua. Alivyotatua, bosi wake akamsifa akasema, unajua wewe una akili sana, unajua sana. Sasa siku nyingine nikipata kazi nitakuwa nakuita. Na kuna mahali nitakuunganisha. Nitakuwa nikisikia watu wanahitaji, watu wanaona nitakuwa nakuita wewe. Yule bosi wake akaona sasa hapa huyu ataanza kuchukua mpaka tenda za kwangu. Kumbuka huyu mwingine hana hata kampuni, yeye ni fundi tu. Kwa bosi wake akaamua kumfukuza kazi kwamba sasa wewe utachukua nafasi zangu. Wakamwacha. Yule jamaa amekaa miezi 8 mjini hana kazi. Na hapo ndipo napokuja swala la upendo kanisani. Kuna watu hapa hawajui kabisa kwamba amekaa miezi 8 hana kazi. Kwa sababu nini? Alikuwa mpaka anashindwa kuja kanisani sababu hana nauli. Ndio maana naambiaga, mtafute, ukiona mtu hajaja mtafute mtu mjulie hali. Huo ndio upendo. Amekaa miezi 8 mjini hana kazi, anashije? Hana kazi kabisa. Siku moja mke wangu akamtafuta, akaambia yeye sina nauli, akamtumia hela. Alivyomtumia hela, Jumapili ile yapi? Acha ile nyingine. Alivyomtumia hela akaja. Alivyokuja, kumbuka nilipanda madhabahu nikasema kuna mlango mkubwa umefunguliwa ila kuna watu wanapinga. Tukaomba, kuna maombi fulani tuliomba, mnakumbuka? Tukaomba maombi fulani kwa muda mrefu. Tukaomba, tukakemea roho zipingazo, tukafungua malango, tukafanya, mnakumbuka? Baada ya pale, yeye anasema kuna neno alilidaka, akalishikilia hilo. Akaona hili ndio linalonipa mpenyo. Alivyotoka siku ya pili, ya 3, ya 4 akapigiwa simu. Na mtu ambaye kwenye ile hospitali kubwa alifanyaga kazi kule, alikuwa chaga kazi. Huyo mtu alimpigia simu ni Muhindi. Hana urafiki wala ujuani. Akampigia, akamtafuta na masana akampita. Akaambia uko wapi? Niko Semfani. Una kazi? Akasema sina, nipo tu. Akasema sasa nimekurecommend mahali fulani. Kuna miradi ipo. Akasema niliangalia utendaji kazi wako. Nikaangalia ubora wako.
Nikaona wewe ni tofauti. Kwa nilikuwa naongea na mtu kwenye stori zetu, akaniambia kuna kazi wanafanya hivi hivi na hivi na hivi na hivi. Nikakukumbuka. Nikaongea naye nikamwambia kuna mtu nifanya gani hizi kazi, yuko vizuri mno. Hana shida. Anajua yuko smart kwenye kazi, mchukueni huyo. Kwa hiyo akaambia utapigiwa simu, utatumiwa nauli, utaenda, utapewa mahali pa kukaa, utakuwa unapewa kila kitu, utaishi huko na ni kazi ya muda mrefu. Kwa akaambia jipange, kesho kutwa unaondoka. Amefika kule napiga simu anasema I say hii kazi sio kuisha leo. Ni mradi mkubwa. Yaani kumbuka kule ni papia, si ndio? Kwa vitu vingi vile vyote wako wanafanya. Sawa? Sawa. Katikati ya wafanyakazi wengi walikuwa wanafanya naye kazi huko zamani, alionekana kuwa bora kuliko wengine. Kiasi kwamba huyu aliposikia kitu akamtaja. Nakumbuka tuliombea mpaka watu wale tusahau. Nikatoa mfano wa Yusufu. Kwamba alimwambia yule mtu ukifika kwa mfalme nitaje, na hakumtaja. Akakumbuka kosa lake na tukaomba. Kwa naye Mungu akamsaidia akatajwa. Leo hii yuko kule anasema huku ndakaa sana. Kazi ni kubwa. Anasema huku tunapewa kila kitu. Nipe mpaka nyumba kukaa. Hatuwezi tunakaa humu. Ila usiku kumpata asubuhi mpaka jioni hadi akirudi. Ndio nampata. Kwa kule amna sana. Ila unaishi humu. Hatoki nje kuzurura zurura. Angekuwa hana maarifa, asingepata hiyo nafasi. Kilichompa hiyo nafasi ni kile anachokijua. Mungu siku zote akija anaangalia una nini mkononi mwako. Yule mama mjane aliambia una nini mkononi mwako? Sina kitu cha chupa mafuta. Ndio maana anasema tafuta ujuzi hata kama ni kitu kadogo, tafuta ujuzi. Sababu Mungu issue sio ukubwa kitu unachokijua, ulicho nacho. Ile chochote hata kama ni kidogo, Mungu akiingia kwenye kile kitu kinakuwa kikubwa. Fimbo ya Musa ilikuwa ni fimbo ya kawaida, lakini Mungu alipopita kwenye ile fimbo ikawa kubwa mno. Ikapaswa mpaka bahari ya Shamu. Tunaelewana? Tunaelewana? Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kile unachojua ndicho kinachoamua namna ambavyo Mungu atatenda kazi na wewe. Amen. Kile unachokijua ndicho kinachoamua namna ambavyo Mungu atafanya kazi na wewe. Kwenye eneo lolote lile. Tusema Mungu fanya kazi na wewe sio kwenye kuhubiri tu. Mahali popote pale. Mungu anataka awe na watu kwenye kila ofisi, kwenye kila sekta. Mungu anaweza kawa na mtu ambaye ni mfagia barabara, lakini ndio kazi ambayo amepewa na Mungu kwa wakati huo. Kwa Mungu atafanya kazi na mtu kwa kiwango cha maarifa alichonacho. Kile ulichonacho, kile unachokijua ndicho kinachoamua namna ambavyo Mungu anatenda kazi na wewe. Amen. Ndio maana mtu hawezi kuwa na ufahamu mkubwa wa mafanikio Mungu akatenda naye kazi kwenye uponyaji. Mtu akiwa anajua sana juu ya uponyaji, Mungu atatenda naye kazi sana huko na sio kwingine. Sababu Mungu atatenda kazi na wewe kwa kile unachokijua. Amen. Amen. Utasoma nyumbani kwako Wakorintho wa pili 11:25 na Matendo ya Mitume 14:19. Wakorintho wa pili 11:25 na Matendo ya Mitume 14:19. Utasoma namna ambavyo Mungu atenda kazi pamoja na Paulo. Paulo alipigwa. Biblia inasema alikaa hapa, ukisema Paulo alikuwa anaongea mwenyewe. Alikaa chini ya bahari siku 3 na hakufa. Alipigwa mawe, akatupwa nje ya mji. Hiyo ni Matendo ya Mitume 14:19. Na bado hakufa. Walimpiga mawe wakajua wamemuua, wakamtupa nje ya mji. Wenzake wakaenda wakamzunguka. Akaamka. Kwa nini? Sababu aliyokuwa anayafahamu ni makubwa zaidi ya mauti. Mazingira aliyopita ni magumu sana. Ila maarifa aliyokuwa nayo, yale aliyokuwa anayajua juu ya Mungu wake, hayakuruhusu aondoke. Hayakuruhusu afe. Hayakuruhusu apotee. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hutenda kwa kile unachokijua kinaamua namna ambavyo Mungu anatenda kazi na wewe. Amen. 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 Nimalize kwenye pointi hii.
Okay, kabla sema. Kwa maana nini? Kile unachokijua ndicho kinachoamua kiwango cha utendaji kazi wako. Kile unachokijua ndicho kinachoamua kiwango cha utendaji kazi wako. Na nikiwa nasema hivi manake ukitoka hapa shughulika na unayoyajua. Kile unachokijua ndicho kinachoamua kiwango cha utendaji kazi wako. Kwenye eneo lolote lile, eneo lolote lile unachokifahamu kinaamua kiwango cha utendaji kazi wako. Kwa utendaji kazi wako hautabadilika kama unayoyafahamu hajabadilika. Sasa nenda kwenye pointi ambayo nitaka kusema. Nataka niseme kitu kimoja. Ukisoma kitabu cha Ayubu 29:6 nasemaje? Wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, nalo jabali liliponimiminia mito ya mafuta. Amen. Kiswahili kinatumia neno jabali, Kiingereza kinatumia neno rock. Rock ambaye ni mwamba. Amen. Hallelujah. 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 Asema, I washed my steps with butter, and the rock poured me out rivers of oil. Kwamba hatua zake zilioshwa. Aliosha hatua zake kwa siagi. Aliposha hatua zake kwa siagi, mwamba ukaamua kumiminia mito. Huko isemi ilipomwa miminia mito ya mafuta, rivers of oil. Na unapoona mafuta, Biblia inaongelea upako, si ndio? Si ndio? Tunaelewana? Si ndio? Si ndio? Haleluya. Okay, ngoja tutafute. Unajua sijui kama unalielewa ile andiko, lakini likufikirishe. Nataka likufikirishe ile andiko. Sawa? Likufikirishe ile andiko. Anasema, wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, mwamba ulinimiminia mito ya mafuta. Sio mto mmoja, mito ya mafuta. Mwamba ulinimiminia mito ya mafuta. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa wakati mtu mwingine anatafuta tone la mafuta, kuna mtu anaogelea kwenye mafuta. Tunaelewana? Twende taratibu. Usoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 10:4. Okay. Inasema nao wale, kuna habari zao naweza kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi. Inasema nao wale waliunywea mwamba uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Yesu mwenyewe. Ndivyo ninavyosema. Kwenye Wakorintho wa kwanza 4, kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza 10:4. Anasema nao wale waliunywea mwamba uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Yesu mwenyewe. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 4, si ndio? Amen. Ndio? Amen. Nataka tueleze hapa Ayubu. Unajua ukiwa unatafuta mafanikio ya mtu, utafuta siri alizokuwa nazo. Sawa? Ayubu anasema alikuwa anaunywea, Ayubu alikuwa anaosha hatua zake kwa siagi. Wakati anaosha hatua zake kwa siagi, mwamba ulimiminia mito ya mafuta. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Kwa nini utafuta mwamba ni nani? Kwenye Korinto 1:10 mstari wa 4 anasema kwamba watu wale waliunywea mwamba uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Yesu. Si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Then siagi inapatikanaje? Siagi inapatikana kutoka kwenye maziwa. Kwenye maziwa, si ndio?
Mithali 30:33 nasemaje? Nasema kupiga kwa maziwa huleta siagi. Siagi inapatikana kutoka kwenye maziwa. Siagi ni product ya maziwa. Kwa ukiachakata maziwa yanakupa siagi. Tunaelewana? Tunaelewana? Amen. Na maziwa ni nini? Sababu huyu alikuwa anaosha hatua zake kwa maziwa. Yaani kwa siagi. Alipokuwa anaosha hatua zake kwa siagi akamiminiwa mito ya mafuta. Siagi inapatikana kwenye maziwa. Kwa maziwa ni nini? Soma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Biblia inasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogushiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kwa hayo tupate kuukulia wokovu. Na alipokuwa anaongelea kuyatamani maziwa ya akili yasiyogushiwa, alikuwa anaongelea swala la neno la Mungu. Tuelewana? Amen. Kama watoto wachanga yatamanini maziwa yasiyogoshiwa, ili tupate kukua tukulie wokovu. Anaongea neno la Mungu. Kwa anaposema kwamba niliosha hatua zangu kwa siagi, mwamba ukanimiminia mito ya mafuta, anatueleza kitu kimoja hapa, kwamba unapokaa kwenye neno la Mungu ukalitafakari, ukalichakata, ukaliwaza, ukaliishi, ukatembea nalo mpaka upate kilichomo ndani yake, mpaka uone kilichomo ndani yake, kimetoka ndani ya neno, kimehamia kwako. Kikihamia kwako, kuna kitu kinaachiliwa kwako, kuna upako unaachiliwa kwako. Kwa hiyo yale mafuta, mito ya mafuta iliyoachiliwa kwake ilikuwa ni matokeo ya kuosha miguu yake kwa siagi, hatua zake kwa siagi, maki hatua zake kwa neno, kuendesha mambo yake kwa neno la Mungu, kwa maarifa yanayopatikana ndani ya neno yaliyoachilia mafuta kwenye maisha yake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kiwango unavyoingia undani wa neno, kiwango cha undani wa neno unachokipata kinaachilia kiwango cha mafuta yanayoachiliwa kwako. Sababu huyu mtu alipoosha miguu yake kwa siagi, ndipo mwamba ulipomiminia maji. Na tumesoma tukaona mwamba ni Yesu mwenyewe, na siagi ni kile kilichobebwa ndani ya neno la Mungu. Kwa kikiachiliwa kwako, kuna mafuta yanaachiliwa juu yako. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ukisoma kwenye Zaburi 107 mstari wa 23 na 20, mstari wa 23 tunasema na 24. Zaburi 107 mstari wa 23 na 24. Zaburi 107 mstari wa 23 na 24. Biblia inasema, washukao baharini katika merikeburi, wafanyao kazi yao katika maji mengi, hao huziona kazi za Bwana na maajabu yake vilindini. Washukao baharini kutoka katika merikebu, wafanyao kazi yao katika maji mengi, hao huziona kazi za Bwana na maajabu yake vilindini. Wanaoshuka katika merikebu na kufanya kazi zao katika maji mengi, katika maji mengi, hao wanasema huziona kazi za Bwana. Kiingereza kinatumia neno secret. Wanaziona siri za Mungu. Maana yake nini? Unapoenda kwenye kina zaidi ya neno, kina cha neno zaidi, kadri unavyoingia ndani zaidi kwenye neno, kadri unavyozidi kuingia ndani zaidi kwenye neno, ndivyo ambavyo unazipata zile siri za Mungu zilizofichwa ndani ya neno. Na zile siri za Mungu zilizofichwa ndani ya neno zikifunuliwa kwako, ndipo ambapo na wewe unafunuliwa. Amen. 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 Asema wale wanaofanya kazi zao katika maji mengi, kwenye kina, hauwezi kupata maji mengi kwenye kina kifupi. Unapata maji mengi kwenye kina kirefu. Na ndio Kiingereza kinatumia neno depth. Unapokuwa umeenda ndani zaidi kwenye neno, unapopata neno ukalichakata na kutafakari kwa undani zaidi, ukaenda ndani zaidi, kuna kitu kinafunuliwa. Kikifunuliwa kwako, kuna nguvu iliyomo ndani yake inaachiliwa kwako, then unapata kuzijua siri za Mungu juu ya eneo husika na namna ambavyo anataka Mungu uenende kwenye hilo eneo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa mwambie jirani yako, nenda zaidi. Nenda zaidi kwenye neno la Mungu. Kwenye neno la Mungu. Nenda ndani zaidi. Nenda ndani zaidi. Kwa lugha nyingine nini? Wale ambao wanasoma juju
wataishia kupata vitu vya juujuu. Wale ambao wanasoma juujuu hawatapata vile vitu vya ndani zaidi. Kwa lazima ujifunze kusoma neno kwa kulitafakari na kuliwaza mpaka upokee kile kilichobebwa ndani yake. Simoja nilikwambia kwamba neno la Mungu ni kibebeo. Linapokuja kwako kuna kitu limebeba ndani yake. Unapaswa ukae nalo, ulichakate mpaka kile kitu kiachiliwe kwako. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Fumba macho yako, inua mkono mmoja juu. Sema, Bwana, Bwana, niunganishe na kina cha neno lako. Niunganishe na kina cha neno lako. Bwana, ninaomba uachilie ndani yangu uwezo wa ndani kabisa wa kutafakari na kukaa kwenye neno lako. Uwezo wa ndani kabisa wa kuona yale ya ndani yaliyofichika katika neno lako. Bwana, ninakataa kuchukulia neno kwa juu. Ninakataa kusoma neno kwa juu. Ninakataa kuwa Mkristo wa juujuu. Ninakataa kulichukulia neno kiwepesi. Bwana, ninaomba kina cha ndani zaidi. Naomba undani zaidi wa neno lako. Ninaomba neema yako, naomba rehema zako zinisaidie kunipa ufunuo, kunipa ufahamu, kunipa kuelewa neno la kwako ninaposoma, ninapotafakari. Bwana, fungua akili zangu nielewe maandiko yako. Fungua macho yangu ya ndani nielewe kile kilichobebwa ndani yake. Nione kile kilichobebwa ndani yake. Bwana, umesema mambo ya siri ni ya Mungu, lakini yaliyofunuliwa wamepewa wanadamu. Nami Bwana, katika jina la Yesu, ninaomba unipe neema na kunifunulia yale yaliyobebwa ndani ya neno lako, ili achiliwe kwangu. Kwa sababu Bwana, ambacho kijafunuliwa kwangu hakiwezi kuachiliwa kwangu. Nami ninaomba Bwana, kiwango cha ndani cha ufunuo wa neno lako, kiwango cha ndani cha ufunuo wa neno lako. Maana Mungu umesema, bali wale wamjua Mungu wao watakuwa hodari, nao watatenda mambo makuu. Bwana, katika jina la Yesu, ninaomba neema yako na rehema zako zinisaidie kukujua wewe zaidi kupitia neno lako. Nikujue zaidi, nikujue zaidi, nikapata ufahamu wa ndani zaidi, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen.